Ni matumaini yangu kwamba nyote ni wazima. Mmempendeza Mungu asubuhi ya leo. Injili ya mwanawe Yesu Kristo ikapata kuhubiriwa mahali hapa, na ni vyema tuamini, tuombe, alafu Mungu akaliongoza neno lake sawa na mapenzi yake. Nakupa sifa Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, Mungu uliye juu sana, uliye mtakatifu. Bwana nasema asante kwa ajili ya neema hii ambayo Bwana umenichagua kwa upendo wako mkuu, ili ukapate kunitumia kama chombo kidhaifu kwa ajili ya neno lako mahali hapa. Bwana, endo kajitukuze wewe Mungu uliye juu, uliye mtakatifu. Endo kazungumze nasi Bwana, endo katuite sote Bwana, ukatufanye vyombo Bwana, ukapate kututumia Bwana katika neno lako, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na hata kuamini, amina. Tutaangalia maandiko matakatifu, kitabu ambacho ni Mhubiri 12 mstari wa kwanza. Kitabu ambacho ni Mhubiri 12 mstari wake ni wa kwanza. Maandiko yanasomeka namna hii: mkumbuke Mungu, mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla hazija kuja siku za taabu, wala haijakaribia miaka utakaposema sina furaha nayo. Hilo ndio neno ambalo Yesu amelituma katika mtaa wa Lesha asubuhi ya leo, ili mwanadamu akapata kupambanua, mwanadamu akapata kumkimbilia Mungu, mahali ambapo utapata hifadhi la milele na milele. Mungu analeta wito kwako. Mungu analeta wito kwako. Ewe ambao unakaa maisha ambayo yapendezi mbele za Mungu. Ewe ambao unakaa maisha kujitumikia pasipo kutumikia Yesu Kristo. Mungu anakuambia umkumbuke. Maandiko yanatuambia tumkumbuke Mungu. Mkumbuke Mungu wakati uko na nguvu. Mkumbuke Mungu wakati uko na nguvu. Ile andiko linatufundisha nini? Haya maandiko yanatufundisha nini? Kutumikia Mungu kwa uaminifu, kutumikia Mungu aliye muumbaji wa mbingu na nchi kwa uaminifu, kwa kutembea katika njia ambazo zinampendeza na kutenda matendo ya haki mbele zake na mbele za wanadamu. Mungu anakuita katika wito wa toba, ukapate kutubu, ukapate kugeuka kutoka njia yoyote ambayo ni chukizo mbele za Mungu. Usiendelee kujitumikia katika maisha machafu. Usiendelee kuharibu muda wako katika maisha machafu. Mungu anakuita. Yesu anakuita asubuhi ya leo. Yesu anakuita utoke katika mawazo ya kiulimwengu, mawazo ya kibatili, ukapata kutembea katika upya, ukapata kutembea katika upya, ukapata kutembea katika hekima. Yesu anakuita mpendwa, wakati unatembea ukielekea kazini, wakati unatembea ukielekea kazini, wakati unatembea ukitoka kazini shift ya usiku, Yesu anakukumbusha, Yesu anakukumbusha katika safari ya kuelekea mbinguni, utakatifu ni lazima. Lazima kila mwanadamu akae maisha ya haki mbele za Mungu. Lazima kila mwanadamu atembee katika njia zinazompendeza Mungu. Hiyo ndio kumkumbuka Mungu wakati uko na nguvu. Usingoje wakati uko Makadara, usingoje wakati uko katika wodi Makadara ndio uanze kutafuta watumishi, ndio uanze kutafuta Mungu wakati unaelekea kukata pumzi yako ya mwisho. Hapana. Mungu anakuambia umkumbuke wakati unaishi, wakati uko na nguvu. Mungu anakuita. Mungu anakuita. Yesu anakuita mpendwa.
Yesu anakuita usiendelee kutumikia dhambi. Ewe ambako katika zinaa, ewe ambako katika uasherati, ewe ambako katika ufiraji, Yesu anakuita asubuhi ya leo. Yesu anakuita. Yesu anakuambia ukumbuke muumba wako wakati uko na nguvu. Huo ni mwito mtakatifu. Yesu anakualika katika ufalme wa baba yake. Na Yesu hataki mambo mengi kutoka kwa mwanadamu, hapana. Yesu hataki sadaka zako, hapana. Yesu anataka moyo ambao unakubaliana na neno lake. Yesu hataki sadaka, weka sadaka zako. Yesu anataka moyo wa kuvunjika, moyo wa kupondeka, moyo ambao unatii sauti ya Mungu. Hiyo ndio dhabihu, hiyo ndio dhabihu ambayo Yesu anataka kutoka kwako. Usiendelee kukaa katika maisha ya ubatili. Usiendelee kukaa ukijificha katika dini, wakati unakaa katika misingi ambayo sio ya kimungu. Mungu anaita kila mwanadamu, haijalishi wewe ni Muislamu, haijalishi wewe ni Muhindu, haijalishi unaabudu nini. Mungu anakuita siku ya leo, anakuambia miungu yote ambayo ni ya uongo, wachana nayo. Nitafute kwa moyo wako wote, na mimi nitaonekana. Mungu anakuambia mtafute. Kitabu cha Yeremia 29 mstari wa 13, Mungu anakuambia mtafute na yeye ataonekana. Leo watu wamejaa katika makanisa, lakini wako katika zinaa. Watu wamejaa katika makanisa, wako katika pombe. Watu wamejaa katika makanisa na hawana utakatifu. Mungu anakuita mpendwa. Mungu anakuita mpendwa. Wakati unaelekea katika kazi zako, wakati unaingia katika ofisi yako. Ofisi yako ni mahali ambapo unapata riziki. Hata kama ni jua kali, hiyo ndio ofisi yako. Yesu anakukumbusha ukapate kutubu, ukapate kuungama dhambi, ukapate kuacha chochote ambacho ni dhambi, chochote ambacho ni uovu, chochote ambacho ni uasi, pata kuachana nacho. Hiyo ndio kutubu. Kutubu ni kugeuka kutoka kwa dhambi. Chochote ambacho ni chukizo mbele za Mungu, wachana nacho. Ungama mbele za Mungu. Ungama chochote ambacho ni dhambi, chochote ambacho hakipendezi, ungama mbele za Mungu na uachane nacho, ukapate kukaa maisha ya haki, maisha matakatifu. Mbona ufe ukitumikia shetani wakati Yesu alisulubiwa msalabani ili kukomboa kutoka kwa dhambi? Mbona uendelee kutumikia shetani wakati Mungu aliye juu alimtoa Yesu Kristo? Yesu alitolewa kama dhabihu ya upatanisho. Yesu alitolewa kama sadaka ya hatia ili Yesu akupatanishe wewe na Mungu wako. Ndio maana asubuhi ya leo Mungu anakuita. Mungu anakuambia umkumbuke. Mungu anakuambia umkumbuke wakati uko na nguvu, wakati unaishi. Mungu anakuambia umkumbuke. Kukumbuka Mungu ni kuacha chochote ambacho ni kiovu ambacho umekuwa ukifanya. Kama umekuwa katika zinaa, mahali hapana ndoa, wachana na zinaa. Yeyote ambaye anakaa katika uasherati, yeyote ambaye ako katika uzinzi, ukifa pasipo kufikia toba ya kweli, hauwezi ukarithi ufalme wa Mungu. Mungu anataka watu watubu dhambi
Na kutubu ni kugeuka kutoka kwa chochote ambacho ni chukizo mbele za Mungu. Hiyo ndio toba ya kweli. Mungu anataka ugeuke. Mungu anataka ugeuke. Barikiwa. Mungu anataka ugeuke. Chochote ambacho hakipendezi mbele za Mungu, wachana nacho. Kama ni zinaa nje ya ndoa yako, wachana nayo. Nafsi yako ni ya thamani sana mbele za Mungu. Nafsi yako ni ya thamani sana mbele za Mungu. Na ndio maana Mungu alimtoa Yesu ili Yesu akufanyia upatanisho. Yesu alivunja uadui ambao ulikuwa kati yako na Mungu muumbaji wako, ili upendo ukapata kurudi. Upendo wa Mungu na mwanadamu ukapata kurudi. Mungu ametuma hii sauti. Mungu ametuma hii sauti ili ukapata kuamka kutoka kwenye ukawaida. Leo tuko ndani ya makanisa lakini tuko katika upuuzaji. Leo tuko ndani ya makanisa lakini tuko katika hali ya kawaida. Dhambi inachukuliwa kama kitu cha kawaida. Dhambi inachukuliwa kama kitu cha kawaida. Lakini Mungu amenituma. Mungu amenituma ili nikuonye. Mungu ametumana uonye. Hakuna siku dhambi itakuwa kitu cha kawaida mbele za Mungu. Dhambi itabaki kuwa chukizo. Dhambi itabaki kuwa chukizo mbele za Mungu, kwa kuwa Mungu ni mtakatifu. Mungu ni mtakatifu, na mbele zake ama katika makao yake kitu kichafu, kitu ambacho ni najis, hakiwezi kikaingia. Mungu anataka utubu. Mungu anataka utubu. Ukitembea ukielekea kazini, kumbuka toba. Kutubu ni kugeuka kutoka kwa dhambi. Kutubu ni kugeuka kutoka kwa dhambi. Chochote ambacho ni chukizo mbele za Mungu, Yesu anakuambia uachane nacho. Kama ni sigara, kama ni bangi ambayo itakupeleka jehanamu, Yesu anakuambia wacha bangi, wacha pombe, wacha sigara, wacha miraa, wacha mogoka, wacha wanawake ambao hujaoana nao, achana na wanaume ambao hujaoana nao. Hiyo ndio toba. Kutubu ni kugeuka kutoka kwa ulimwengu. Kutubu ni kusawazisha mapito yako. Ni kitu gani ambacho ukifa leo kitakupeleka jehanamu? Ni dhambi gani ambayo ukifa leo itakupeleka jehanamu? Yesu anakuambia uachane nayo. Kama ni ufisadi, wachana nao. Kama ni ufisadi, wachana nao. Kama ni udanganyifu, wachana nao. Leo makanisa ni mengi, lakini mashoga wamejaa makanisani, walevi wamejaa makanisani. Yesu anataka utakatifu. Yesu hataki tuende kanisa. Yesu anataka utakatifu. Apendwa, ni maisha gani unaishi? Unatumikia Yesu ama unatumikia shetani? Unatumikia Yesu ama unatumikia shetani? Watumishi ni wawili peke yake, watumishi wa haki na watumishi wa dhambi. Mungu anataka uamke. Mungu anataka uamke. Mungu anataka upambanue. Wakati unapanga kazi yako, Mungu anataka upambanue. Wakati unaingia ofisini kwako, Yesu anataka upambanue. Kama kuna uovu ambao umekithiri mizizi, uovu ambao umejaa katika mioyo ya wanadamu, ni dhambi ya zinaa. Yeyote ambaye analala na mwanamke ambaye hajafunga ndoa naye, huyo ni mzinzi, na mzinzi ana nafasi katika ufalme wa Mungu. Yesu anataka ukatubu. Yesu anataka ukatubu. Wacha zinaa. Wacha zinaa. Alo. Yesu anakuambia uache zinaa. Zinaa itakupeleka jehanamu.
uasherati utakupeleka jehanamu. Mungu anataka uamke. Mungu anataka uamke. Kama unataka tendo la ndoa, tafuta mwanamke uoane naye. Kama unataka tendo la ndoa, olewa. Wacha zinaa. Zinaa itakuangamiza. Zinaa itakupeleka motoni. Zinaa itakupeleka motoni. Yesu ameleta ujumbe wa kukuonya. Umkumbuke Mungu. Umkumbuke Mungu wakati uko na nguvu, wakati unapumua. Mkumbuke Mungu. Mkumbuke Mungu. Alo. 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 Yesu anataka umkumbuke baba yake. Yesu anataka umkumbuke baba yake. Baba yake ambaye alimtoa yeye kama kafara, kama sadaka kwa sababu ya dhambi zako. Moyo wa Mungu asubuhi ya leo, moyo wa Mungu asubuhi ya leo ni watu wageuke kutoka kwa dhambi, watu wageuke kutoka kwa maisha machafu, watu wageuke kutoka kwa ulimwengu, watu watembee katika njia za haki, njia za utakatifu. Kwa kuwa pasipo utakatifu mwanadamu hawezi kumuona Mungu. Pasipo utakatifu hawezi ukaingia katika ufalme wa Mungu. Waganga na wachawi, waganga na wachawi, Mungu anawaonya watu ambao ni wachawi, watu ambao wanaenda kwa waganga, watu ambao wako ndani ya Illuminati, watu ambao wako na majini, mapepo. Yesu anawaonya mkapate kutubu, maana ghadhabu na hasira ya Mungu inakuja dhidi ya wanafiki. Mungu anataka watu wageuke. Mungu anataka watu wageuke. Usiwe na ushirika na kanisa na hauna utakatifu. Usiwe na ushirika tu na kanisa na hauna utakatifu. Mungu anataka utakatifu ili mwanadamu aingie mbinguni. Pata kupambanua. Haiwezekani niko ndani ya kanisa na niko ndani ya mangwe. Niko ndani ya kanisa ninakunywa chang'aa. Niko ndani ya kanisa navuta sigara, navuta bangi. Haiwezekani. Yesu anataka uache. Kwa nini watu wanangojeka magonjwa ambayo hayaeleweki? Ni kwa sababu anachezea Yesu. Hawezi ukachezea Yesu na ukabaki salama, mpendwa. Hawezi ukadhiaki Yesu na ukabaki salama. Wagalatia 6 mstari wake wa 7, maandiko yanasema kwamba Mungu hadhihakiwi. Mungu hadhihakiwi. Kila apandacho mwanadamu hicho atavuna. Ukipanda kiburi utavuna aibu. Yeyote ambaye anapanda kiburi atavuna aibu. Haiwezekani tuchezee Yesu. Haiwezekani tuendelee kuchezea Yesu. Wakati Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zetu, haiwezekani. Yesu anatuambia chochote ambacho tunataka kutoka kwake atatupea. Chochote ambacho unataka kutoka kwa Yesu. Yesu sio dhalimu. Yesu sio muongo. Yesu atakupea. Na hivyo hivyo, chochote ambacho unapanda, Yesu anakuambia utavuna. Ukipanda katika zinaa, utavuna. Ukipanda katika ulevi, utavuna. Mungu anataka nini? Mungu anataka nini kutoka kwako wewe mwanadamu? Mungu anataka umwabudu katika roho na kweli. Ukikaa maisha ya haki, ukikaa maisha matakatifu, pata kupambanua. Pata kupambanua. Kuna ghadhabu inakuja kwenye ulimwengu. Kuna ghadhabu inakuja kwenye ulimwengu. Na wale ambao wakai katika neno la Mungu hawatastahimili katika hiyo ghadhabu. Pata kuamka. Pata kuamka.
Mungu anataka watu wageuke. Ujumbe wa leo asubuhi ni mwanadamu amkumbuke Mungu wakati uko na nguvu, wakati unapumua. Mkumbuke Mungu, mkumbuke Mungu. Mungu ambaye amekupea pumzi, hata akupea pumzi uchezee kwa zinaa. Amekupea pumzi umwabudu, amekupea pumzi umwabudu katika utakatifu, katika njia za haki. Mungu anapenda wanadamu, hilo liko wazi kabisa. Mungu anapenda wanadamu, lakini Mungu anachukizwa na dhambi. Mungu ni Mungu ambaye anapenda wanadamu, na anasema katika neno lake kwamba yeye sio Mungu wa machafuko, yeye hachanganyikiwi, yeye hachanganyikiwi. Kitu ambacho Mungu anachukia ni dhambi, ni uovu. Jitenge na dhambi, jitenge na vitu najisi, jitenge na uovu, ukimbilie kwa Mungu, na kwa Mungu utapata hifadhi, kwa Mungu utapata hifadhi. Yesu anawaita wote, Yesu anawaita wote wanaosumbuka, wanaotaabika na kulemewa na mizigo. Yesu anasema atawapa pumziko. Yesu anasema nira yake ni laini. Yesu anasema tujifundishe kutoka kwake na kutoka kwa Yesu, kutoka kwa Yesu, kwa Yesu, kutoka kwake tunajifundisha utakatifu, kwa kuwa yeye ni mtakatifu. Wacha mzaa, wacha mzaa. Halo, wacha mzaa. Mungu anataka utakatifu kutoka kwa mwanadamu. Hatuwezi kudhiaki Yesu Kristo na tuingie katika makao matakatifu ambayo yeye mwenyewe ametengeneza. Haiwezekani, haiwezekani. Shetani alifukuzwa kutoka juu mbinguni kwa sababu ya kiburi, na wewe kiburi kitakupeleka jehanamu kama utatubu na ugeuke kutoka kwa kiburi na dhambi. Ni kitu gani? Ni kitu gani ambacho kinakuonyesha ama kinakupea ujasiri kwamba unaweza ukakaa katika dhambi na ukaingia mbinguni, bali ambapo shetani alifukuzwa kwa sababu ya dhambi? Ni kitu gani? Mungu anataka upambanue. Mungu anataka uamke. Mipango ya kando achana nayo, mipango ya kando achana nayo, mipango ya kando achana nayo. Wacha umalaya kama unataka kuingia mbinguni. Wacha umalaya, wacha ukahaba. Kaa katika ndoa yako ambayo ni takatifu. Paradiso malaya na makahaba hawataingia. Malaya na kahaba ni mtu yeyote ambaye anafanya zinaa nje ya ndoa, huyo ni malaya. Yote anafanya zinaa bali hapana ndoa, huyo ni kahaba. Na Yesu anatuonya. Yesu anasema makahaba na malaya hawatarithi ufalme wa Mungu. Mungu anataka watu wapate toba ya kweli. Mungu anataka watu watubu. Mungu anataka watu wageuke. Mungu anahitaji utakatifu, kumwabudu katika roho na kweli, tukidhamini damu ya Yesu, tukidhamini damu ya Yesu, damu iliyotukomboa, damu iliyotuleta karibu na Mungu. Mungu anataka tudhamini damu ya Yesu. Kwenye damu ya Yesu ukombozi unapatikana. Kwenye damu ya Yesu msamaha unapatikana. Mungu anataka watu watubu. Mungu anataka watu wageuke. Mungu anataka watu waache dhambi. Mungu anataka tukae katika njia za haki.
Ukielekea kazini, pambanua. Yesu anakuita utubu. Yesu hataki sadaka zako. Yesu anakuambia utubu dhambi, geuka kutoka kwa dhambi. Yesu hataki sadaka. Yesu anataka utubu dhambi na ugeuke kutoka kwa dhambi. Chochote ambacho mwanadamu anakifanya ambacho hakipendezi Mungu kinatokana na kiburi. Mungu anataka watu wote chini ya ulimwengu watubu dhambi, wageuke kutoka kwenye dhambi na maisha machafu. Leo kuna watu wako ndani ya makanisa, kuna watu ambao pia ni watumishi, wanashika hadi Biblia na kuhubiri, lakini hawawezi wakarithi ufalme wa Mungu. Kwa sababu gani? Hawakai katika misingi ya neno la Mungu, hawakai katika hali ya utakatifu. Wanakuambia ukae utakatifu, ukae katika utakatifu, lakini wao wanakaa katika dhambi na upuuzaji. Ndio maana Yesu anatuambia tuwe watu wa kupambanua. Yesu anatuambia tuwe watu wa kupambanua. Yesu anatuonya tuwe watu wa kupambanua. Yesu anataka watu waache upuuzaji. Yesu anataka watu waache dhambi. Yesu anataka tuache upuuzaji. Ina haja gani nikaa ndani ya kanisa miaka 30 nikufe nikiwa mshirika wa kanisa na niingie jehanamu? Ina haja gani? Kwa sababu ya zinaa, kwa sababu ya uasherati. Ina haja gani? Yesu aliwauliza watu katika Biblia. Yesu aliwauliza, itakufaidi nini upate ulimwengu wote na nafsi yako iteketee jehanamu milele na milele? Itakufaidi nini? Mungu anakuambia utubu. Suluhisho la dhambi ni kutubu. Kutubu ni kuachana na dhambi, pata kugeuka, pata kugeuka. Chochote ambacho ni chukizo, chochote ambacho ni najis, wachana nacho. Kama zinaa nje inaweza kupeleka jehanamu, wachana nayo. Kama pombe itakupeleka motoni, wachana na pombe. Usiku wa leo kuna watu wanaingia jehanamu. Mchana wa leo kuna watu wanaingia jehanamu, na wengi wanatoka ndani ya makanisa. Wengi wanatoka ndani ya makanisa chini ya watumishi ambao ni wakubwa, lakini hawakuonywa kuhusu hatari ya dhambi na moto wa jehanamu. Na Yesu ameruhusu upate kusikia. Yesu amekuruhusu usikie ili ukapate kurekebisha, ili ukapate kusawazisha mapito yako. Yesu hakuambia watu wanawapenda, hapana. Wakati Yesu anaanza huduma, Yesu alisimama katika mtaa wa Galilaya na Yesu akapaza sauti. Yesu akapiga kelele. Yesu akawaambia watu watubu dhambi, kwa kuwa ufalme wa mbinguni umekaribia. Leo mtumishi anakuambia utabarikiwa wakati umekesha na mume wa mtu, umekesha na mke wa mtu. Mtumishi anakuambia utabarikiwa ukiwa katika zinaa. Huo ni unafiki. Huo Yesu anauita unafiki. Watu kama hao Paulo anawaita umbwa. Paulo anatuonya katika kitabu cha Wafilipi. Paulo anatuonya. Paulo anatuonya. Paulo anakuonya na ananionya pia. Paulo anatuambia tujihadhari, tujihadhari. Paulo anatuambia jihadharini na umbwa, jihadharini na umbwa, wale watenda maovu. Huyo ni mtume Paulo. Yeyote ambaye anakaa katika uovu,
Mtume Paulo anamfananisha na umbwa, lakini ukiambiwa wewe ni umbwa, unasema unatukanwa. Paulo anasema jihadharini na umbwa, wale watenda maovu. Yohana Mbatizaji wakati Mafarisayo wanakuja kubatiza, anawaambia enyi kizazi cha nyoka. Yohana anawafananisha wanafiki, anawafananisha na baba yao ambao ni Shetani, Ibilisi, kwa kuwa Yohana anatazama ndani ya mioyo yao. Yohana anaona mioyo yao imejaa unafiki. Yohana anawaambia enyi kizazi cha nyoka, enyi kizazi cha nyoka. Lakini leo ukiambiwa utubu dhambi, unasema yule mtumishi ana hukumu. Yaani dhambi imekuwa jambo la kawaida, dhambi imekuwa jambo la kawaida, zina imekuwa jambo la kawaida. Mungu anataka tupambanue, Mungu anataka tuamke. Ili mwanadamu aingie paradiso, Mungu anahitaji utakatifu. Kwa hivyo pata kupambanua. Pasipo utakatifu hatuwezi tukarithi ufalme wa Mungu. Mungu anataka watu watubu. Mungu anataka watu watubu. Na kutubu ni kugeuka kutoka kwa chochote ambacho ni chukizo, chochote ambacho ni uovu. Ulikuwa mlevi, unawacha pombe, hiyo ndio toba. Ulikuwa kahaba, unaacha ukahaba, hiyo ndio toba. Ulikuwa mwizi, unawacha wizi, hiyo ndio kutubu. Halo, wakati unaelekea kazini, Mungu anataka upambanue, Mungu anataka utubu. Nakupa sifa Bwana, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu uliye juu sana, uliye mtakatifu. Nasema asante Bwana kwa ajili ya neno lako, kwa ajili ya maonyo, kwa ajili ya makaripio, kwa ajili ya mafundisho. Mungu ndio kazidi kuchochea katika mioyo yetu, tukapate kutilia maanani kila ambacho tumesikia. Mungu ndio kawape watu toba na huzuni ya kiungu. Leo kamimine Roho Mtakatifu ndani ya wote ambao watakuja kwako kukutafuta Bwana. Leo kawape imani, leo kawape kupambanua. Ni katika jina takatifu, jina la Yesu nimeomba na hata kuamini. Amina.